ukienda kwa mganga anakuambia toa nguo zako zote huko, unakatakata, basi katika huo mlango hautaingia. Ni kwa sababu Yesu alisema mtu hawezi mtumikia miungu miwili ama master wawili. So inafaa ufanye uamuzi ya kwamba mimi ninaabudu Mungu ambaye alimtoa mwana wake wa pekee yake. Ni kwa sababu wewe ndio umefanya uamuzi. Kwa hivyo uamuzi wako ndio utaingia katika ule mlango, na huo mlango basi watakatifu ama watu walio wasafi ndio watafanya nini? Wataingia. Haleluya. Kwa hivyo ninataka kuzungumzia kuhusu mlango. Tasoma Genesis chapter 7. Genesis chapter 7 kuanzia 16 na kuanzia 15. Tasoma 12. Waliingia katika safina alimo Nuhu wawili, kila chenye mwili kilicho na pumzi ya uhai ndani yake. Na 16, waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyowaamuru Mungu. Bwana akafungia. Ile gharika ilikuwako juu ya nchi siku 40, nayo mji yazidi kuelekeza safina ikaelekeza juu ya nchi. Basi pointi yangu iko pale verse 17. Hiyo verse 16. Na waliingia mume na mke wa kila kitu chenye mwili kama vile alivyomwamuru Mungu. Alafu hiyo Bwana akamfungia. Haleluya. Unasikia? Si Nuhu alifunga. Bwana, hiyo nataka ukamate hiyo. Bwana akamfungia. Wakati Nuhu aliingia, alingoja chameleon iko kwanza alikuwa patient sana. Chameleon iko Amerika. Imagine chameleon mke na mume inakuja. Anangoja hiyo chameleon mpaka ifike kwa safina. Anangoja konokono mbili. Anangoja kila kitu ya wanyama ambao Mungu alikuwa amemwamurisha ziingie. Na hapo inamalizia ya kwamba na Mungu na Bwana akamfungia. Kwa hivyo walipoingia, alipongoja vitu zote zikaingia. Si Nuhu alifunga mlango, Bwana akamfungia. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo, jinsi nimetangulia kusema, huu mlango ni watu wasafi wataingia. Maana Mungu tunaona in Genesis aliamurisha wanyama ambao walikuwa wanafaa kuingia. Kwa hivyo na huu mlango sasa ni Yesu Kristo. Yesu anaji-identify in John chapter 10 verse 9. I am the door. Mimi ndimi mlango, ya kwamba hamtaingilia kwa mlango mwingine ila mimi. Na hapa sasa tunaona ya kwamba in Genesis ya kwamba Mungu aliamurisha Nuhu angoje wanyama wote waingie, na walipoingia basi mlango Bwana akamfungia. Amen. Nami nimekuja kuambia hivi, huu mlango bado umefungwa. Huu mlango haujaifunguliwa mpaka leo hii, unless wewe umeokoka na unless umeconfess Jesus as your personal savior, basi hiyo mlango imefunguka kwako. Lakini kama haujaconfess Jesus, ama kama ulimconfessia kwa blanketi na unakuja kanisani, wewe unasema tu mimi nimeokoka, bado haujaokoka. Unajua kuna watu waliokokea, walisikia tu kwaje kwenda kanisani, shida zikinipata kanisa itanisaidia. Wacha niende kanisani, kwetu mtu akikufa basi kanisa itasimama nami. Wewe ndio umejiinulia madhabahu ya kifo. Sasa wewe umekuja kanisani juu
kanisa itasimama kwenu kama mtu amekufa ama kama kuna shida. Mashida zitakuwa kwenu. Kwa sababu gani? Kwa sababu haujajua mlango wa kweli. Kwa sababu haujakiri ama haujaamua kufuata mlango ambao ni wa kweli, ambaye ni Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti. Haleluya. Mimi ukinishuhudia Yesu, mpaka nikuulize ni Yesu mgani unanishuhudia? Maana unaweza kuwa unashuhudia Yesu wa kifo huku wa Shakahola, mpaka nikuulize my brother, my sister, ni Yesu mgani? Bwana asifiwe, amen. Ni Yesu mgani unashuhudia? Usiponiambia Yesu Kristo wa Nazareti, mimi sitaridhika. Nitakwambia nishuhudie Yesu Kristo wa Nazareti, maana kuna Yesu wengi wametokea. Kuna Yesu wa kifo wa huko Mombasa. Kuna Yesu wa huku kwetu unasikianga Western. Wakukula mrenda na mikate na anaenda choo. Na kufa. Lakini kuna Yesu wa Nazareti ambaye yeye alishinda kifo, ambaye yeye alisulubishwa pale msalabani, basi siku ya tatu akafufuka. Huyo ndio Yesu ambaye inafaa tukae, ambaye anasema in John chapter 10 verse 9, I am the door of life. Hallelujah. Kwa hivyo huyo mpaka umconfess. Huwezi kuja tu kanisani, watu niende kanisani, mpaka umkiri na ulimi wako, na tena sio umkiri kwa blanketi, mpaka ukuje hapa watu hawa kuone ya kwamba Mongeli Musyoka amekiri Yesu Kristo kama Mwokozi. Maana the Bible says in Luke chapter 12 ya kwamba Yesu anasema yeyote atakayenikiri mbele ya watu, basi huyo ndio mtoto wangu. Kwa hivyo wewe kama haujaikiri, hata unaogopa watu sijui watasema nini, bado kwa hiyo mlango hautaingia. Wewe kaa na uoga wako, na Biblia inasema in Revelation waoga hawatafanya nini? Hawataingia. Wewe kaa na uoga wako, sijui nani ananiona, sijui wewe kaa na uoga. Ni shetani amekutia hiyo uoga, ndio maana hautakangi kujitambulisha. Lakini yule alisikia pastor akisema ni yeyote anataka kuokoka akuje, watu wakashuhudia mbele ya kwamba Mongeli ameokoka, basi huyo ndiye ataingia katika ule mlango. Haleluya. Huyo ndio mlango. Ukifika mahali pale watasema my daughter, my son, Yesu ndiye atakukaribisha, maana Yesu ndio mlango. Atakwambia ingia. Pole sana kwa kupigana katika Kitui, pole sana kwa kupigana kwa ulimwengu, ingia. Kwa hivyo njoo nikulipe yale yote umepitia. Huyo mtu ndiye atakayeingia. Lakini wewe ambaye Sunday you come to church, unakuja kanisani, kitu kikupata kidogo hivi unasahau Mungu, wewe ndio uko mganga, wewe ndio uko manabii wa uongo, wanakuambia toa nguo zote, tukuoshe na mafuta, basi kwa huo mlango hakika hautaingia. Maana Isaiah anasema kutakuwa na njia. Isaiah 35 verse 8. Kutakuwa na njia, na hii njia itaitwa njia ya utakatifu. Wapumbavu, sikia neno nasema, wapumbavu hawatapitia hii njia, bali ni wale ambao wamefanya uamuzi wa kupitia katika hii watakatifu. Watakatifu nini? Mtakatifu si kuvaa nguo mrefu ama kujifunga kitambaa, ama mtakatifu tunaona ya kwamba kitu cha kwanza ni upendo. Amen. Upendo. Wewe kama uko na chuki na mwenzako ama na jirani yako, basi hiyo kwanza huna utakatifu. Kitu cha muhimu ambacho John 3:16 inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Kwa hivyo wewe ambaye umempokea Yesu Kristo na anaishi ndani yako, lazima ufuate hii upendo. Lazima hii upende mpaka wachawi, upende mpaka waganga, upende kahaba. Lakini wewe uko na upendo wa kanisani, mganga ukikutana naye mahali pale ama mlevi unaanza kumkemea. Hiyo hauna upendo ya our master. Maana our master alipenda kila mmoja kahaba. Kumbuka kulikuwa na mama Msamaria.
Kumbuka pale yule mama katika John chapter 4. Kuna mama not John chapter 4. I think in chapter 8 hapo. Kuna mama aliletewa Yesu Kristo. Na alipoletewa basi Mafarisayo na wakuu wa kanisa, watu wa kanisa ndio walileta huyu mama ati amevunja sheria ama amevunja agano ambalo Mungu alituambia, amesharati na wazee wengine. Sasa Yesu wakamletea miguuni pa Yesu. Na hao walikuwa wanajua sheria na ni watu wa Mafarisayo walikuwa wanajua sheria na ni watu walikuwa wanaenda kanisani na wanajua the Bible from Genesis to Revelation. Kwa hivyo wakamleta huyu mama. Je, mbona hawakumleta na mzee? Si wangebeba wote mzee plus mama wamlete mbele Yesu. Wakakuta Yesu Kristo ambaye amejawa na upendo, ambaye ametuletea neema. Wakamletea, maana anasema miili zetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kwa hivyo Mafarisayo waliletea Yesu hekalu ambalo Yesu amekuja kulitafuta hapa duniani. Yesu akawaambia asiye na makosa basi akuwe wa kwanza kumrushia. Wote walienda. Wote walienda. Kwa nini? Ni kwa sababu hata sasa hata yule mwanamke labda alipokuwa analetwa alikuwa anafurahia. Anasema na wewe mzee kabisa unataka kunihukumu. Na yani naona hivyo. Na wewe tumaishiriki na wewe usherati. Yani yeye kufika pale kwa Yesu Kristo, huyu mama hakuwa analia kwa ajili ya analimeleto na watu. Alilia akaambia Yesu, najua nimemkosea Mungu. Kwa hivyo huyu mama kwa another sense yeye alikuwa ni mtu ambaye anaenda kanisani, anajua sheria. Maana alienda akaambia Yesu, mimi ninajua nimemkosea Mungu. Alikiri hivyo. Si hawa wenye wamenileta hao wazee hata tumailala nao. Kwa hivyo mimi ninalilia Mungu wangu ambaye nimevunja sheria zake. Ninajua ya kwamba nimetenda dhambi. Kwa hivyo alikuwa anakuja akiwa yeye hastuki na hawa, maana anajua hawa hata maisha rati nao, hata maifanya nao nini. Lakini alipofika kwa Yesu Kristo akaambia Yesu, mimi ninajua nimemkosea Mungu. Ninajua nimevunja sheria ya kwamba mimi nimefanya usherati. Kwa hivyo ndio maana Yesu akawaambia asiye na makosa basi awe wa kwanza kufanya kumrusha mawe. Wote walienda. Ni kwa sababu gani? Yani wameleta hekalu ambalo Yesu anatafuta, ambalo ni miili zetu. Wanamletea Yesu, na Yesu amekuja kutafuta hizi hekalu. Maana kitambo hekalu watu walikuwa wanatenda dhambi, wanaenda wanatoa ng'ombe ama mbuzi, alafu wanaletea kuhani. Wakiletea kuhani analeta kwa madhabahu, anachinjia kwa madhabahu. That's why madhabahu ya kale, madhabahu ya Moses ambayo alikuwa ameamrishwa na Musa, ambayo alikuwa ameamrishwa na Mungu, ilikuwa inanuka uvundo, damu. Yaani watu walikuwa wanaleta mbuzi, alafu inawasimamia 365 days, 1 year. Hiyo nini? Hiyo mbuzi. Wewe unatransfer dhambi zako kwa mbuzi, unaletea kuhani. Anafanya anachinjia kwa madhabahu. Kwa hivyo ndio maana Mungu kwa upendo akaona madhabahu yake inanuka uvundo wa damu, uvundo wa damu za mbuzi. Akatupenda, akaachilia neema hii ambayo Yesu mwenyewe alijitoa pale msalabani. Na alipokuwa pale msalabani, in John 19 verse 30 akasema it is finished. Kwa hivyo hakuna tena kuletea kuhani kondoo, kumwaga damu madhabahuni, maana madhabahu ilikuwa inanuka. Sasa madhabahu sasa, kama tungekuwa tumekuja hapa sasa, tungekuta madhabahu inanuka. Kama tungekuwa kwa sheria sasa, ile damu ingekuwa hapa pastor kuchinja ng'ombe za watu. Makuku pastor, nimeleta hii jana, nilisharati na deacon
Pastor, nimeleta hii jana, nilikamata praise and worship. Round hii na bado kuna pastor kama huko. Unatenda dhambi, wanakuambia toa ngiri 10 nikuombea toba. Deacon wanasharati na praise and worship. Praise and worship hapo wanasharati na kwa church. Unakuta pastor, hiyo ni dhambi ndogo. Wewe utatoa ngiri mbao, ngiri mbao kujeni Wednesday. Kwa hivyo hawajaachilia sheria, bado wako kwa sheria, hawajagundua damu ambayo Yesu alisema pale msalabani in John 19 verse 30 pale ya kwamba it is finished. Hakuna tena dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Hebrew 10:26 inatuambia hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Wewe bado unaleta ngiri 10. Kwa hivyo wewe na wana wa Israeli bado uko the same. Wewe na wana wa Israeli bado haujatoka kwa sheria, bado haujagundua neema, bado haujagundua upendo ambao Yesu alitoa pale msalabani. Hani hata hukumiki vile aliteseka, maana ni sisi tungestahimili kuingia kupigwa mikuki, lakini akajitoa. Kwa hivyo ndio anasema in John chapter 10 verse 9, I am the door of life. Kwa hivyo huo mlango utaingia pia kulingana na dhabihu zako. Dhabihu zako vile unatoa dhabihu. Kama ulitoa dhabihu kwa mganga akakwambia leta kuku, basi mlango hautaingia. Hautaingia kwa ule mlango. Kama unakuja kanisani na labda saa ingine unajikuta shida zimekusukuma. Mzee wangu ni mlevi, sijui ako na kahaba huko, ameenda Nairobi, amepotelea huko. Alafu unasema wewe unaolewa na mwingine. Badala utafute Yesu Kristo ambaye Isaiah yeye anasema katika Isaiah chapter 9 hapo ya kwamba I think in verse 8 ya kwamba mtoto amezaliwa, ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu. Sasa badala utafute mshauri wa kushauri ndoa yako, wewe unatoka katika ndoa yako unasema huyu mzee mimi naenda kuolewa kwingine. Basi katika huo mlango, basi mimi nakwambia usipotubu, usiporudia mzee wako na utubu, maana mahali mulikutana pastor hakukuwa hapo, mlikuwa tu wawili na mkaeka maagano. Kuna maneno ambayo mliongea maagano, kwa hivyo mlikuwa wawili. Kwa hivyo kwa ule mlango umekataa kuita mshauri wa ajabu ambaye Isaiah anasema mtoto amezaliwa, ataitwa mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Kwa hivyo umekataa kuita mshauri wa ajabu, wewe umeenda kwa nabii wa uongo na umeacha pastor wako hapo. Nabii wa uongo anasema anakuangalilia kwa kioo. Wacha niangalie kioo. Huyo si mzee wako. Sasa wewe unafanya nini? Unafuata nabii wa uongo juu amekwambia hajaonekana kwa kioo, imesema si mzee wako, toka enda wale na mwingine. Kwa hivyo wewe utazaa kitui, utakuwa na watoto wengi kitui, ukiolewanga tu, ukiendanga wewe nabii huyo si mzee wako. Na nakwambia katika huo mlango, my friend, my brother, my sister, hautaingia. Ni kwa sababu katika huo mlango utaingia watu walio wasafi, watu ambao they are the true repentance. Amen. Watu ambao wanaangalia dhambi zao. Katika huo mlango watu wataingia, wale ambao wataingia ni wale ambao waliangalia dhambi zao, vile Yesu aliona madhabahu inanuka uvundo wa damu za ng'ombe. Hivyo ndio inafaa uangalie dhambi zako unapoenda kwa msalaba, ama unapomkiri Yesu Kristo ya kwamba mimi nimeachana kwenda kwa waganga, mimi nimeachana na ulevi, mimi nimeachana na dhambi hii. Unaangalia dhambi zako. Lakini sasa kuna watu waliokoka kwa kuambiwa njoo kwa Yesu ni tambarare, na ukaokoka.
Mama mzee mwingine alikuwa na mashida mingi. Akakutana na mwinjilisti. Njoo kwa Yesu utabarikiwa. Njoo kwa Yesu utapata magari, akaokoka hapo. Njoo kwa Yesu utajenga nyumba ya mawe, ukaokoka. Basi kwa huo mlango bado hautaingia na bado hujafanyika mtoto. Maana wewe uliokoka kwa ajili ulikuwa na mashida, ukakutana na mwinjilisti moto. Njoo kwa Yesu ni tambarare, ukaokoka that day. Haujafanyika mwana. Msingi wa wokovu wako ni wa magari. Msingi wa wokovu wako si wa kweli, ambayo tunasema the true repent. Haukuangalia dhambi zako. Wewe ulisikia njoo kwa Yesu ni tambarare, njoo kwa Yesu utaolewa. Kuna wengine waliokoka kwa ajili ya utaolewa. Ukaambiwa njoo kwa Yesu 2025 utaolewa. Njoo kwa Yesu utabarikiwa, ukaokoka. Basi that is not the true foundation. Paul anasema in 1 Corinthians chapter 3 verse 11, wekeni msingi wa Yesu Kristo, si msingi wa magari. Wekeni msingi wa kumkiri Yesu Kristo, ya kwamba mimi nimeangalia dhambi ya moyo wangu. Ninaangalia dhambi ambayo nimetenda, dhambi mbaya inanuka. So huo ndio msingi ambao sisi wa Kristo ama kanisa la Kristo linafaa kuweka. Si msingi wa magari, si msingi wa kuolewa 2025, si msingi wa kusema ya kwamba utabarikiwa. Basi kama uliokoka kwa sababu hiyo, pastor ako hapa kuja kuongoza toba, useme yenyewe sikuwa nimeokoka, kwa sababu that is not the true foundation. Paul anasema tu mzuri in that 1 Corinthians 3 verse 11, wekeni msingi wa Kristo. Hiyo ndio msingi wa maana, unakiri. Kwa hivyo kama haujaweka msingi wako wa Kristo na kukiri dhambi zako, hautaingia katika ule mlango. Tunaona ya kwamba Mungu alimwambia Nuhu angoje wanyama wote waingie wawili. Basi neno linasema ya kwamba na walipoingia na Mungu akafunga mlango. Si Nuhu alifunga, na Mungu akamfungia. Kwa hivyo hata saa hiyo ilikuwa hiyo safina ilikuwa na maana nini? Ilikuwa inamaanisha pia mbinguni. Kulingana na mlango wa mbinguni, mlango umefungwa mpaka saa hii. Mpaka saa hii mlango umefungwa. Adam alipoasi na Eve, walikuwa wameweka katika shamba la Edeni. Walifukuzwa. Alafu nini ilifanyika? Mungu alifanya nini? Alitoa malaika wakaweka guard ili asije tena akarudi huko. Kwa hivyo bado alifukuzwa, malaika wakaweka hapa na upanga, na Mungu akasema mtu asirudi kuingia, hao wametenda dhambi, mpaka waende watubu ndio watakapokuja tena. Hivyo ndio sasa katika kanisa la Kristo ama katika kanisa la kiroho tunatazamia vitu vya rohoni. Tunaenda kumiliki vitu vya rohoni. Kwa hivyo mlango wa rohoni ni Yesu Kristo. Ni wewe mwenyewe kufanya uamuzi ya kwamba mimi ninaachana na dhambi hii, mimi ninaachana na hii mwenendo. Unamkiri Yesu, alafu Yesu anaingia ndani yako. Kwa hivyo utakapofika katika ule mlango hivi, basi msioka ulikaa Kitui, tuangalia maneno yako mzuri. Mbona haukutubu kwa huyu? Kwanza utauliza uko na wanawake wangapi? Mmoja. Na ule mwingine ambaye ulizalisha huko anaitwa nani? Mbona haukutubu? Basi atiwaje nitubia hapo kwa mlango. Saa hiyo hakuna kutubia hapo kwa mlango. God is God of second chance. Na second chance hautafika pale katika ule mlango uanze kuambia Mungu acha nitubu ndio. Hapana, second chance ni saa hii, ndio vile tunapumua saa hii. Hii ndio second chance. Lakini ukiondoka hapa, chance no. Amen. Yeah. Na unaingia judgment. Saa hii ndio tunapumua, ndio second chance. Mama utamkana. Ona kitu yuko na watoto ngapi? 4. Ulienda Kakamega 3.
Kisumu waine. Basi sasa mbona haukutubu? Nilileta neema ndio, nilimwaga damu ya msalaba ndio, lakini wewe ulipuuza, haukutubu. Amen. Kwa huo mlango hautaingia. Wewe mzee ambaye ulifanya maagano, mama ambaye ulifanya maagano, na hiyo ndio dhambi ambayo inauanga wa Kristo, ambayo itaingiza wa Kristo jehanamu. Maagano. Mama, ule mzee umeolewa na yeye, si yeye alikutoa usichana wako. Ulitolewa na Omondi na ukaolewa na Musyoka. Sasa ukumbuka that day, the first man, mama amekutuma mtoni. Hiyo agano mlikamata na Omondi, mukamwaga damu. Kuna damu ilimwagika hapo. Mwenye alikutoa usichana na haujai hiyo sio dhambi ya kusema baba nisamehe, ya kukuja kwa mchungaji umwambie yenyewe mimi nimeolewa na Musyoka, lakini nilienda Kisumu siku nyingine nilikuwa msichana. Mimi niliona na Omondi huko, ndiye alinitoa usichana wangu. Unakiri mbele ya mchungaji. Hiyo ndio dhambi ya kuconfess mbele ya mchungaji wako. Wewe Musyoka ni ulikuwa jogoo jogoo wa Kitui. Sasa wewe remember ujogoo wote ambao ni wa Kitui ambao umefanya. Kuna wasichana wangapi ama kuna wanawake wangapi ambao ulidanganya na ukawa sio hao ndio umeoa? Na kuna damu ilimwagika mtoni, yenye mlimwaga nayo mtoni. Mama amekutuma mtoni, huko ndio mlimwaga damu. Na kuambia hiyo damu bado inalia mpaka saa hii. Vile Biblia inasema damu ya Abeli inalia ndani ya mchanga. Kuna damu yako inalia ndani ya mchanga kwa mtoni. Wakati ulitumwa na mama kwenda kusiaga, kuna damu inalia kwa mahindi. Na hautaingia. Haleluya. Hautaingia kwa ule mlango, damu iliyomwagika kwa mahindi. Sasa hiyo dhambi. Sasa ndio unamwambia nimekuja, hata unamuita kama uko na namba yako, unasema Pastor Wednesday nienda kunena nako. Mundu ndiye na hatua iye na Musyoka, lakini kwe na mundu twakoma niye na Kisumu. Usu mundu twakoma na Kisumu niwe Haleluya. Kwa hivyo kuna dhambi ambayo inafaa ukonfess, dhambi ya agano kama hizo ambazo ulimwaga damu. Kwa hivyo kwa ule mlango hautaingia. Haleluya. Kama unataka kuingia, then confess to pastor. Mwambie pastor, mimi nimeolewa sasa hivi, kuna watoto 5 Kitui, lakini si huyu alimtoa usichana wangu. Nimegundua ya kwamba kuna mtu alimtoa, kuna damu tulimwaga mahali fulani Masaku kwa mahindi. Kwa hivyo kuna damu inalia kwa loji kwa ajili ya chipo. Kuna damu inalia kwa ajili ya chipo. Sasa hiyo damu bado inalia kama ya Abeli, vile neno linasema kuna damu ya Abeli bado inalia. Lakini sasa neema hii ambayo ni upendo, ndio maana Yesu akakuja kwa ajili yako wewe mama, kwa ajili yetu. Sasa akamwaga damu ili aondoe maagano. Maana agano jipya ni Yesu Kristo. Anatuonesha yeyote atakaye nikiri, basi maagano zote anaziondoa kwako. Ni kwa sababu yeye amekuja na agano jipya ambayo ni ya kusamea. Kwa hivyo it is your choice to confess that covenant. Amen. Na kama utaconfess, mlango sahau. Mlango hautaingia. Amen. Tusome hiyo John chapter 10. John chapter 10. John chapter 10 verse 9. John chapter 10 verse 9. Neno linasema hivi. Verse 9.
mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Chapter 10 verse 1 inasema Yesu aliwaambia mimi aliwaambia, amini amini nawaambia, yeye asiyeingia mlangoni katika zizi la kondoo, lakini akwe penginepo, huyo ni mwivi, naye ni mnyang'anyi. Aingiaye mlangoni ni mchungaji wa kondoo. Bawabu humfungulia huyo, na kondoo humsikia sauti yake, naye huwaita kondoo wake kwa majina yao na kuwapeleka nje. Naye awatoapo nje kondoo wake wote kuwatangulia, na wale kondoo humfuata, kwa maana waijua sauti yake. Haleluya. Kwa hivyo huyu ni John, alipo mwanafunzi wa Yesu Kristo, alisikia Yesu akihubiri haya maneno, ndio maana akaandika, na ndio maana tunasoma hiyo Injili. Anasema pale katika John chapter 10 verse 9 ya kwamba mimi ndimi mlango wa kweli, yeyote anayekiri ama yeyote anayenifuata, basi huyo ndio kondoo anayejua sauti ambayo ni ya mchungaji wake. Na huyu mchungaji basi ni Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti aliyekufa pale msalabani, ambaye kwa ajili yako Mkamba, kwa ajili yako Mluya, kwa ajili ya Mkalenjin, kwa ajili ya Mkikuyu, huyo alikufia kila mmoja. Na ndio maana yeye anasema in John 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akapenda Kikuyu, akapenda mimi James Mluya, akakupenda wewe Mkamba, akapenda Mkalenjin, kila mmoja ili aweze kupata uzima. Kwa hivyo alitupenda wote, alituvumilia, na bado anatuvumilia. Imagine anangoja uconfess ile agano ambalo ulimwaga damu pale mtoni, lakini wewe umekaa tu unakujanga tu kanisa. Bwana asifiwe, amen. Ama haujai confess agano. Basi unakumbuka Yesu alisema aje in Matthew chapter 7 verse 21, si wote, sisemi hivyo, si wote wamwitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hivyo unaweza kuwa unasalimiananga tu, praise God my sister, amen, praise God my sister, lakini maagano haujaivunja. Kwa hivyo kumbuka Yesu alisema in Matthew chapter 7 verse 21, si wote wamwitao Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa Mungu, bali ni wale ambao wanafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Mapenzi ya Mungu ni kupenda jirani yako jinsi unavyojipenda. Mapenzi ya Mungu ni kupenda Mungu na mawazo yako yote na akili zako zote. Hiyo ndio upendo ambao Mungu anataka tuwe. Upendo wa Mungu ni kumheshimu mchungaji wako, amen, ambaye anakuongoza hapo, amen. Lakini usipoheshimu mchungaji wako, huwa anakuja tu hapo umemzoea, unacheza chezana tu na mchungaji wako, ni kama tunasema ni yani umemzoea, hata akikutuma ndio unaweza enda, lakini umemzoea kiasi cha kumchukulia kwamba huyu mtumishi wa Mungu inafaa niweke mipaka. Mipaka. Mchungaji sio wa kushindana naye hapo. Hata ukimkuta hapa kanisani, usije ukakaa hapa kanisani ati mnakaa tu wawili ati tunangoja, enda kaa huko nje, washirika wote waingie. Labda yeye alikuwa anaomba akoke, anawangoja. Mkishikana ukingoja washirika wote ama washirika watatu ndio muingie. Lakini wewe uko tu hapa mnabonga story, hapo unakuta saa nyingine, unajua wachungaji ndio wanakuanga wamepewa mzigo ya mwito wa kanisa. Unamkuta saa nyingine na anafagia huko, wewe tu uko tu unabonga tu na unaongea tu na yeye.
na yeye anamwagilia maua maji. Badala uchukue hiyo pipe mwambie mchungaji enda nimwagilie, wewe tu unaachana na yeye. Basi ni kumaanisha wewe haujaheshimu mchungaji wako. Kwa nini? Ni kwa sababu umemzoea kiasi. Yaani umemzoea vibaya. Hiyo si haifai tuzoee watu. Mimi mchungaji wangu na kaanga labda aniite kwake. Mimi kushinda hapo sijui hata naachanga watu kanisani naambia baada imeisha. Wananipigia simu, ulitoka aje? Na mimi nilitoka. Sitaka kumzoea. Lakini kuna mtu amezoea mchungaji wake mpaka hata akimuita unasikia tundakuja sijui. Wewe hiyo ni mafuta ya Mungu, Praise and worship. Mchungaji wako inafaa ukae distance, maana huyo akikuita kuja unakuja. Lakini kushindanga tunaye hapo kila saa mnapitana naye hapo, hapana. Hata akikuombea akemee pepo ndani yako haitatoka, maana kulingana vile umemzoea. Hiyo pepo inawaambia si unashindanga na yeye sasa. Hata itoki. Lakini ukikaa mbali na yeye, ukisikia kuja katika jina la hiyo inaondoka. Haleluya. Kwa hiyo praise and worship. Ukisikia mchungaji ameingia hapa, basi mumheshimu. Kila mtu amheshimu. Si mtu wa kusalimiana tu, wa kushindana na story sijui nini. Hiyo ndio niliona washirika hawabarikiwi. Mimi mpaka nilifanya nika nini? Mahali nilikuwa naishi nikatoka kidogo, ni mheshimu huyu mchungaji wangu, maana sitaki kumzoea. Labda aniita niambie James, nataka kuhitaji, nitakuja mbio, hata kama niko mbali nitaacha kazi, maana na mheshimu. Na chochote atakachoniambia hicho ndio nitafanya. Na akitamka baraka mbele yangu inafanyika, ni kwa sababu sitamzoea. Kwa hivyo watu kama hao pia katika huu mlango wataingia. Kwa sababu gani? Wewe umezoea mafuta ya Mungu. Wacha uzoea mafuta ya Mungu. Pasta akiingia hapo ukiona uko mnini, nyinyi muondokeni, afanye labda kuite amwaite. Msioka, nataka kuona. Lakini mko hapo mnashikana mko mafuta. Mbinguni hiyo mlango hautaingia. Amen. Huo mlango wa tumesoma hapa John chapter 10 verse 1 hapa, ya kwamba kondoo wanajua mchungaji wao, wanajua sauti. Kwa hivyo wewe ukijua mchungaji wako sauti yake, unamheshimu. Akikuita njoo, mchungaji akikuita njoo, ukisikia sauti yake, mama nani, kuja wewe kuja. Sio wewe unajiletanga tu Monday to Friday, Monday to Friday mko na yetu, aishi nakwambia utangana na mapepo. Hata ajaribu katika mpaka atoe koti, hiyo pepo iko ndani yako haitoki, umemzoea. Kaa mbali na yeye. Amen. Ukitaka kubarikiwa na ukitaka kuingia kwa mlango, ukitaka kubarikiwa tu, nimewaambia please kaa mbali na mchungaji wako. Amen. Kwa hivyo huo mlango ni watu wamevaa mavazi mazuri ama mavazi meupe ndio wataingia. Huo mlango ambao watu wamekaa na utakatifu ndio wataingia kwa huo mlango. Ni kwa sababu gani? Wamevaa mavazi meupe, wako meupe, wameconfess dhambi zao, kwa hivyo ni watakatifu na wanaendana na mapenzi ya Yesu Kristo. Wana focus msalaba peke yake. Ukiwa na shida zote ni kukimbilia msalaba ambao ni wa mchungaji mkuu ambaye ni Yesu Kristo. Haleluya. Hao ndio wataingia. Kwa hivyo inafaa tukue wasafi. Wasafi ni nini? Wasafi ni matendo yetu. Hizi nguo nakwambia tunaweza vaa nguo msuti, lakini ndani ya mioyo zetu sisi ni mashaitani. Unaweza kuta tu mtu nimevaa suti hivi, ndani ya moyo Mungu hataki hizi. Mungu hataki nyama,
Dada, kama uko na figa, tunaitwanga size 8 wa kitungu. Haki unatengenezea mcho chakula. Kijana, hata kama unainwanga chuma uko na 6 bag huko, wewe unatengenezea mcho chakula. Mungu hataki mwili, Mungu anataka moyo. Kwa hivyo mioyo zetu zikiwa misafi, tunapenda kila mtu, tunapenda yule mchana. Ukiona mwenzako labda amekosea, labda amebackslide, wacha kukimbia, nione nani aidie kilabuni na ega wa kanisani. Wewe ndio Mungu umeona, wewe ingia kwa magoti, ombea Musyoka. Kwa sababu gani? Uko na Yesu ndani yako, Yesu wa upendo. Wacha tangaza vile umeona, ingia kwa magoti, enda kwa chumba chako cha siri. Biblia inasema tuingie kwa chumba cha siri. Kwa hivyo kila mtu ako na chumba chake cha siri, ingia hapo. Musyoka nilimuona akiingia kwa Baba Mungu na anaongozanga maombi, anaongozanga praise and worship. Nikamfuatilia hivi, nikaona ameitisha chupa ya Guinness Sky. Mungu, huyo ni shetani alimkamata tu. Huyu ni mbegu yako. Huyu ni msamee. Ninatubu kwa niaba yake. Ninajua ameibua tu mawazo. Maana shetani anachezanga na mawazo ya mwanadamu. Jinsi alicheza na mawazo ya Adam and Eve. Maana Mungu alimwambia Eve, if you eat this fruit, you will surely die. But Satan aliambia Eve, if you eat this fruit, you will surely not die. Amen. So unaona hiyo sentence ya Mungu, shetani aliweka tu jina NOT. If you eat this fruit, you will surely not die. Na ndio maana sisi wote tukapatikana kwa dhambi. Ulimwengu wote kwa jina not. Na ndio maana Biblia inasema in Romans 3:23, wote wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hivyo tulipungukiwa kwa ajili ya not. Kwa hivyo wewe ambaye unaona wenzako hata kwenda kutangaza, kwa na ile upendo, intercede for him. Muombe. Ni wewe ndio umeona, hao wengine hawajaona. Kama uko na Yesu ndani yako, mwambie Mungu, ni ameibiwa tu mawazo. Shetani hajaingia ndani ya moyo wake. Mawazo tu ndio imekristiwa. Lakini sasa ninasimama kwa ajili ya huyo Musyoka. Mimi ninaomwombea Baba, msamehe. Baba, mrejeshe, maana unaitwa Baba wa urejeshi. Hiyo ndio sasa tunajua ya kwamba wewe ni mtoto na wewe ni disciple wa Yesu Kristo, the true disciple. Lakini wewe unakimbia nioni mpaka ukampiga picha. Vile alikuwa anaenda hapo kwa counter. Unaletea pasta nioni kangoni ona dainaba we hauna wewe ni shetani hapo ndani yako. Ni ile pepo ambayo anasema ni pepo nyeusi iko ndani yako yenye haina upendo. Kwa hivyo baba yako si Mungu, baba yako ni shetani. Maana shetani ndio wachuki. That's why Bible inasema in 1 John 3:16 1 John 3:15 ya kwamba yeyote ambaye hampendi brother yake ama ndugu yake ni muuaji. Wewe ni muuaji kwa sababu hauna upendo. Badala umuombe, wewe unatangaza. Kwa hivyo hauna upendo, wewe ni muuaji. Na Biblia inasema wauaji hawatafanya nini? Hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo inafaa tuvae mavazi ya upendo, mavazi ya utakatifu. Haya mavazi ndiyo itafanya umeandikwa kwa kitabu cha uzima. Kama unasengenyanga, basi wewe umeandikwa kwa vitabu vya kusengenya. Uliona Musyoka amenunua hiyo Guinness, wewe umeandikwa kwa hiyo vitabu. Umekimbishia na pasta, umeandikwa kwa vitabu vya kusengenyana, vya kupeleka msherehe. Uko na vitabu na vitafunguliwa, by the way. Vitafunguliwa. Kwa hivyo wewe si mtakatifu. Uko na vitabu vya wazee watatu. Uko na vitabu ambavyo maagano ambazo ulifanya ya watoto. Yes. Uko na vitabu vya abortion. Badala uamini Mungu, wewe ulienda kwa mganga akakwambia toa abortion. Ati ninapenda
Musyoka Kamau alinitia mimba. Sasa Musyoka ameniuliza nimependa Musyoka. Na Kamau ndiye alikupatia mimba. Sasa umeenda umetoa mimba ndio uolewe na Musyoka. Sasa kumbuka zile abortion umefanya my friend. Siku ya leo uko na vitabu vya hivyo abortion. Uko na vitabu viko mbinguni, ukifika hivi kwanza vitafunguliwa. Hata wengine nafikiri watakuwa wakijirusha jehanamu tu. Wakisema hiyo ni nyingine maana wamefunguliwa vitabu vya chuki, vitabu vya tamaa. Wewe ukiingia tu kanisani bila praise and worship wanafanya hapa. Hadi umetamani wewe mwenye anaongoza praise. Kani kasewe. Sasa uko na vitabu vya tamaa. Vimeandikwa tamaa. Uko na vitabu mingi ambavyo vitabu vya wazee. Uko na vitabu vya waganga. Vile uliingia kwa mlango wa waganga, sijui ni waganga wangapi uliingia. Uko na vitabu, si uliingia kwa waganga. Ukujua ya kwamba Isaya alisema, Isaya, mimi ni Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, mshauri wa ajabu. Mbona hukunitumainia? Uliweza kutumainia mganga. Na Sunday unakuja kanisani. Sasa uko na hizo vitabu. Kwa hivyo hizo vitabu ukiwa nazo, watu wa matendo kama hiyo, kwa hiyo mlango basi hautaingia. Amen. Tunasoma the last book in Revelation 20 verse 12. Tuone, that is the last book. Revelation 20 verse 12 to 14. Uone katika huo mlango kama utaingia ama utajirusha tu jehanamu kabla vitabu vimalizo kusoma. Useme na hii nyingine, hii nyingine. Wacha tu niende. Wacha tu nijirushe. Revelation 20 verse 12 to 14. The Bible inasema, nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Verse 13, bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, na mauti na kuzimu zikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake, wakahukumiwa kila mtu kwa kadiri ya matendo yake. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hii ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Na iwapo mtu yeyote hakuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika lile ziwa la moto. Amen. Hii inaongelea kuhusu vitabu. Kwa hivyo watu kama hawa ni watu ambao hawamekaa hapa duniani, hawakutambua mlango ni Yesu Kristo. Walienda kwa milango ya waganga, walienda kwa milango zingine zenye Mungu aliamuru wana wa Israeli from Exodus 20 verse 3, don't worship other gods but me. Kwa hivyo Mungu anataka ufanye uamuzi hapa duniani, hapa Kitui, ya kwamba umwabudu yeye peke yake. Ndio uandikwe kwa hicho kitabu ni wale ambao wako na matendo mazuri, si usherati, si ulevi, si kutukanana, si chuki, basi matendo mazuri ambayo ni utakatifu. Ni utakatifu nini? Utakatifu ni upendo Mungu kwa akili zako zote na mawazo yako yote. Another one, love your neighbor as you love yourself. Hiyo imeshinda zile ambazo sheria zilipotiwa Musa. Hizo sheria tu mbili. Hiyo ndio sasa utakatifu. Ndio ukikuwa na hizo sasa ndio utakuwa na utakatifu kamili. Maana sasa kama unapenda jirani yako hautamwibia, hautamwendea kwa waganga, kama unapenda jirani yako hautatamani mke wake, maana uko na upendo wa Yesu. Kwa hivyo Mungu anasema watu kama hao ndio ambao wataingia katika mfalme
ambao wameandikwa kwa kitabu cha uzima. Lakini wewe ambaye unatenda mambo mengine, basi hata ulewe, hata ukuwe mchawi, hata ukuwe kahaba, hata ukuwe na wazee waine ama wake waine, wewe uko na vitabu, na hizo vitabu ukifika katika ule mlango, basi hizo vitabu zitafunguliwa, zisomwe, zisasomwa, basi utahukumiwa kulingana na matendo. Vile tumesoma, kulingana na matendo. Maana matendo yako, haukuridhika na Yesu Kristo wa Nazareti, ukaacha mchungaji hapa, mchungaji wako pale umwaminie, wewe ukatafuta fea, ukauza mbuzi yako, ukaenda kwa Yesu wa kifo, akakwambia funga mpaka ukufe. Na hata ukifunga mpaka ukufe, basi wewe umejipeleka jehanamu peke yako. Maana Yesu wa Nazareti atakwambia, ni wapi nimeandika neno linasema ufunge mpaka ukufe? Oh, niliambiwa nifunge mpaka nikufe. Enda kwa jehanamu, kwa ziwa la moto. Hakuna neno langu vile, neno langu alisema hivyo. Mimi ni wa uhai, mimi ni wa kuleta uzima. Sasa wewe mwenye amekuletea, amekwambia funga mpaka ukufe, na mimi nilikuwa nimekupatia mission kule ulimwenguni, umejileta kabla haujakamilisha mission yako. Enda ukamilisha mission yako kwa moto wa jehanamu. Kwa nini? Ni kwa sababu wewe haukuamini mchungaji wako. Unataka wachungaji wakuambia kufa, unataka wachungaji wakuambia toa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako. Unatoa dhabihu kwa ajili ya dhambi, toa ngiri 10, toa ngiri 50, kwa sababu Deacon amesherati na mama wa cheledi wa kanisa. Yaani usherati imejaa kanisani, dhambi imejaa kanisani. Ndio mkikuja kwa mchungaji kama huyo mwenye yeye shetani amemwiba, anakuambia toa ngiri 10, na unatoa ati usamewe. Basi Hebrew 10:26, hakuna dhabihu ingine iliyobaki kwa ajili ya dhambi. Kwa hivyo wewe uko against na neno, wewe ni mpinga neno, na wewe ni mpinga Kristo, na wewe haujagundua neema ya damu ya mwana kondoo. Kwa hivyo umeandikwa kwa vitabu vya kutoa dhabihu kwa ajili ya dhambi zako. Kwa hivyo siku ya leo, mimi sijui kama umeandikwa kwa vitabu ama umeandikwa kwa kitabu cha uzima. Maana Mungu aliambia wana wa Israeli, usiabudu miungu mingine ila mimi. Exodus 23:20. Kwa hivyo hapa duniani inafaa tufanye uamuzi. Yesu alikuja atuoneshe jinsi tutakavyokaa, na akasema in that Matthew 28, Matthew 11:28, ya kwamba jivikeni nira yangu ni nyepesi, ya kwamba nira yangu ni nyepesi. Kwa hivyo tujitike nira yake. Vile alikaa hapa, tutembee kama yeye. Vile Petro alitembea mpaka ukamwambia, na wewe unatembea kama yeye, na wewe unaongea kama yeye. Hivyo ndio inafaa tukae sisi kama Wakristo, tutembee kama yeye, tupende kama yeye, tuenende kama yeye. Lakini sasa Wakristo wameachana, wameondoka kwa njia zao, wameenda kwa njia zao, wanakuja kumuona Sunday. Ukifuata huyo Mkristo, ungekuwa na CCTV ufuata watu hapa, tungekuwa tunawaona. Sasa hata angekuwa na ubiri, angekuwa anafanya tu kuanzia Monday, CCTV na ufuata mpaka kwako. Tunakukuta vile uliingishwa kwa kahawa. Kwa hivyo neno linasema ya kwamba kuna vitabu na kuna kitabu. Je, wewe umeandikwa kwa hiki kitabu? Wale wameandikwa kwa hiki kitabu ni wale wanamwabudu Yesu Kristo peke yake. Yesu wa Nazareti. Hata kwa Biblia kuna bari Yesu. Hata kwa Biblia kuna Yesu Yusto. Hata Arsenal nilisikia mtu anasema kuna mtu anajiita Jesus. Ndio maana nimekuambia mimi ukikuja kusema Bwana asifiwe, nakwambia ni Bwana mgani, ni Yesu mgani. Lazima uongeze Nazareti ndio niridhike. Yesu Kristo wa Nazareti. Basi. Amen. Maana unaweza kuwa unanitajia wa Arsenal, labda unanitajia bari Yesu,
labda ananitajia Yesu Yusto. Sasa sijui ni bwana mgani ama ni Yesu mgani. Kwa hivyo mimi ninaushuhudia Yesu Kristo ambaye ni Yesu wa Nazareti, ambaye alituonesha sisi tukae mahali hapa duniani vile alituonesha tusiabudu miungu mingi, tumkatalie tu yeye peke yake. Amen. Na ndio maana shetani alikuja, alijua huyu ni mwana wa Mungu, lakini yeye alikuja mpaka kumjaribu. Alikuja mpaka kumjaribu aone kama Yesu atakata kauli ya kuachana na Mungu. Lakini Yesu alimwambia hivi katika Luke chapter 4. Yesu alimwambia shetani, Luke chapter 4 verse 10, ya kwamba kwa maana imeandikwa atakuagizia malaika zake wakulinde, na ya kwamba mikononi mwao watakuchukua usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Yesu akamwambia, imenena usimjaribu Bwana Mungu wako. Kuna mahali kila jaribu Ibilisi akamwacha. Kuna mahali Yesu sijui verse 9, mahali Yesu amemwambia inafaa umwabudu Mungu peke yake. Wacha tuanze pale juu verse 6. Ibilisi akamwambia, nitakupa uwezo, enzi hizi zote, fahari yake yote kuwa imo mikononi mwangu, nami humpa yeyote kama nimpendavyo. Basi wewe ukinisujudu mbele yangu, yote itakuwa yako. Yesu akamwambia imeandikwa. Basi ni verse 8. Yesu akamwambia, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake. Unaona, huyo ni shetani. Alikuja ajaribu Yesu, maana hapa alimuonesha hizi zote, alimuonesha kila kitu, akamwambia ukinisujudu mimi nakupa hizi, aone kama Yesu atamsujudu. Lakini wewe umejaribiwa tu na kamuganga, umejaribiwa tu na tamaa, umejaribiwa tu na vitu za hapa ulimwenguni. Yesu alioneshwa vitu zote, ukinisujudu mimi basi nitakupa hizi. Lakini hiyo ilikuwa inamaanisha nini? Ilikuwa inamaanisha kama angesujudu basi sisi hatungekuwa hapa, kama angesujudia. Lakini alionesha na kumwambia imeandikwa. Aliquote that Exodus 20 verse 3. Yesu aliquote hapo akamwambia imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako peke yake. Lakini sasa tunaona Wakristo Sunday wanamsujudia Mungu, Monday ndio wana biashara, wameuziwa vitambaa ya makamasi, wafunga kwa biashara yao, atutapata customer wengi. Wengine kamote, wengine asubuhi ukienda kufungua biashara yako ni chumvi. Basi wewe umesujudia hiyo, ni kwa sababu haujagundua kusimama vile Yesu ametuonesha. Inafaa na sisi tufanye uamuzi vile yeye alifanywa uamuzi. Kwa hivyo wewe haujaiga Yesu. Yesu hayuko ndani yako. Wewe ambaye unanyunyuzianga chumvi kwa biashara yako, wewe ambaye umeuziwa vitambaa makamasa na manabii wa uongo, atuende ufunga kwa biashara yako tupate customer wengi, hapo ndio kwa Mungu kako. Na Mungu ametuambia tusiabudu miungu mingine. Kwa hivyo hapa inafaa na sisi tufanye uamuzi, tukatae, tumwambie shetani it is written, imeandikwa. Mungu aliweza kuumbia Adam mke mmoja. Mungu aliweza kuumbia Eve mume mmoja. Na wewe umeshindwa na wangapi? Watatu. Wewe uko na wangapi? Wawili. Na ndio maana kwa ule mlango basi vile nimesema, ile maagano yote ambayo wewe ulimwaga damu, hao wazee wote, hata kama
mtu alikuuliza, mkakubaliana na yeye, wewe sasa ngwenda sijui nini, ukasema ni sawa, mkapanga ikaingiana. Siku fulani tutaoana. Kidogo mama, kuna kazi Meru, ukaenda Meru. Ukaachana, umeambiwa jamaa mtaoana. Hiyo ni agano tayari. Kwa hivyo hiyo agano ni kumaanisha hapo uko na huyo mzee, uliolewa na huyo mzee. Kwa hivyo hiyo siku utafika kwa mlango hivi, watapanga laini hivi mrefu na huyo, mpaka hata mwingine ataonyeshwa na huyo Muhindi na huyo Mchina. Ndio nakwambia kuna Wakristo watakuwa wakisema wacha kufungua kitabu kingine kwa moto. Wacha ndio nijirusha kwa jehanamu. Maana kutafunguliwa vitabu mpaka wewe mwenyewe usitupe. Kwa hivyo thank you. Kwa hivyo siku ya leo mimi sijui wewe unamwabudu Mungu wa namna gani, ama wewe umeandikwa kwa kitabu cha uzima ama kwa vitabu. It is you to make decision. Ni wewe mwenyewe kusimama hapa Kitui ama hapa ulimwenguni, ujichunguze kama umeandikwa kwa kitabu cha uzima, na kama unaona haujaandikwa kwa kitabu cha uzima kulingana vile nimetaja yale maneno, kuja tu hapa bila kuaibika, because the Bible says, Yesu anasema yeyote atakayeniaibikia mbele ya watu, pia mimi nitakapokuja na malaika watakatifu nitafanya nini? Nitamwaibikia. Kwa hivyo wewe kama unaona wokovu wako labda uliokoka kwa msingi ambao si wa kawaida, ulisikia injili na kukuambia everything is double, njoo utapokea magari. Leo ni siku ambayo sasa naweza kukuambia as your brother James, come and confess your sin, uone dhambi zako. Mimi sijakuletea habari ya njema ya kukuambia utapata maprado ama utaolewa 2027. Hiyo ni msingi ambayo si msingi wa wokovu. Kwa hivyo kwa hiki kitabu ama kwa huo mlango basi hautaingia. Amen. Kuna mtu kama huyo